Okay. Sasa kija kabla ya kuendelea tutamuita JJ. Ni mwimbaji huyu. Mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Na ni mwalimu wa elimu ya saikolojia. Muhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ambaye anapanda jukwani ili kutubariki kwa wimbo mmoja. Ni kweli Manase, kwa sauti yake JJ utamsikia. Na kuna siku moja nilikwambia Manase namna ambavyo Wasukuma huwa wanasalimiana, na huyu ni JJ. Mpatie maiki sasa nionyeshe uhalisia wake. Kabila la Wasukuma wanavyosalimiana hata baada ya mita 5. Mpatie tu maiki JJ. Okay. Badela ndugwane. Mwatela nkoi ole siza. Imizangosha. Angwako uko. Ole mharasa. Molasa no lendelea siza. Nimo kwako kwa wiza ndugwane. Obeja sana. Obeja no. Gain Africa 2026 Bwana ni mwema. Sasa JJ. Naam. JJ angekuwa anaweza kutembea, kwa maana ya jukwaa lingekuwa pana, angekuwa ameshafika mbali. Wasukuma wanaendelea kusalimiana hivyo hivyo. Hata kwa mita kadhaa kutokea hapo walipotumia hii JJ. Na Wasukuma akishafika mbali sasa anaona zimeisha salamu. Hata kama wasikilizani, hapo ndipo anaanzia kuongea Manase. Sasa JJ yeye amekuwa ni mwimbaji kila siku. Wa kila siku, na mara nyingi amekuwa akitumia sauti yake pia kuwafikishia watu habari njema. Baadaye nitakwambia juu ya njozi zake hasa katika swala zima la mawasiliano. Anao mpango mkubwa sana katika tasnia ya mawasiliano. Na mara baada ya JJ kipi kinafuata? Hagai atapanda jukwani. Amina. JJ karibu, ubariki watu wa Mungu. Karibuni tubarikiwe na wimbo unaokwenda kwa zawadi ya uhai. Uhai ni zawadi. Wananirekebisha wanaoona. Nawashukuru sana. Right. Zawadi ya uhai wangu. Shukrani kwa Bwana Yesu. Alinipenda upeo, akanifia Mwokozi. Hivi nilivyo si nusu, yote kazi ya mikono yake. Ameniumba kwa namna ya ajabu, jina lako lisifiwe. Ameniumba kwa namna ya ajabu, jina lako lisifiwe. Nitapaza sauti yangu nikushukuru Mwokozi wangu, japo dunia ishangae kwa unayonitendea. Na mimi ninaingojea siku ile utakapokuja univike utukufu wako Yesu, jina lako lisifiwe. Nilizaliwa naona nikifurahia macho yangu, mambo yakabadilika kweli kuwa sioni kabisa.
afya, uzima umenipa, jina lako lisifiwe. Elimu, afya, Baba wewe wote umetupa Yesu, jina lako lisifiwe, sifiwe, sifiwe. Tutapaza sauti zetu zote, wana Gain Africa Gang, tukushukuru, tukushukuru Mwokozi wetu, japo dunia itushangae kwa unayo tutendea, na sisi tuna ingojea siku ambayo utakapokuja utuvike utukufu wako Yesu, jina lako lisifiwe. Tutapaza sauti zetu zote, tukushukuru, tukushukuru Mwokozi wetu Baba, japo walimwengu wetu watushangae Mwokozi, kwa unayo tutendea, na sisi tunaingojea siku ambayo utakapokuja utuvike utukufu wako Jesus, Jesus, jina lako lisifiwe. Utuvike utukufu wako Jesus, jina lako lisifiwe, jina lako lisifiwe, jina lako lisifiwe, sifiwe. Jina lako lisifiwe. Umepewa vingapi? Unavyo vingapi? Una ukamilifu kwa asilimia ngapi? Na katika huo ukamilifu na katika hayo mapungufu umetumia kwa asilimia ngapi? Kuna program maalum ambayo JJ pamoja na rafiki yake watatueleza kwa dakika 5. Hawa ni wale kutoka kwenye idara ile ya huduma wezeshi. Sawa, karibu JJ. Bwana Yesu asifiwe. Pray the Lord Jesus. Gain ni kwa malengo ya kwanza kuhudhuria mimi na rafiki yangu Bwana John. Tulitamani kuhudhuria Gain kwa sababu kadhaa. Na tulitamani pia tushare kitu kidogo na kanisa kwa ujumla, na namna ambavyo watu wenye ulemavu tunatumika kwenye kanisa. Lakini si tu wenye ulemavu. Kwa mfano tunazungumzia habari ya teknolojia. Teknolojia kwa watu wenye ulemavu wana integrate nayo kwa urahisi. Wenye ulemavu wa viungo, wenye ulemavu wa ngozi, wenye uziwi, kwa sababu wanaona. Lakini inakuwaje kwa mtu asiyeona? Je, teknolojia ama Mungu, watu hawa wasioona teknolojia wameachwa? Ndilo swali ambalo John tutakwenda kulichambua kwa hizi dakika 5. Kabla sijachambua, una chochote cha kusema ili muda usije ukaisha ukakosa nafasi? Naam, Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa nafasi ambayo tumeweza kuipata, ni jambo la pekee sana. Na kwa jina naitwa John Zakaria, ni mratibu ninayehusika na watu wenye mahitaji maalum katika union yetu ya kusini mwa Tanzania, tukiwa chini ya Pastor Sadikiel Shehemba. Tumefurahi sana kupata nafasi siku hii ya leo katika mkutano huu wa Gain kuja kuwajuza wapendwa ya kwamba hawa watu wenye mahitaji maalum ambao tumezoea kuwatazama tunahisi kana kwamba hawana uwezo wowote, lakini siku leo tutakwenda kutambua ya kwamba hawa wapendwa, simu janja hizi ambazo tunapenda kuzitumia, smartphone hii ambayo una chat, unaingia TikTok, unaingia WhatsApp, unaingia Instagram, vivyo hivyo hata mpendwa,
hawa ndugu zetu wanatumia hizo. Okay, ukizitazama smartphones za iOS ama Android na ukizitazama kompyuta zote ambazo mnazitumia kwenye mifumo mbalimbali, utakwenda kutambua kwamba wakati watu wa Ulaya wana design hizi teknolojia, walifikiria pia makundi maalum. Na ukitaka kujua walifikiria makundi maalum, moja ya changamoto tulionayo barani Afrika kwa watu wenye ulemavu ni attitudinal barrier ama changamoto ya mtazamo. Kuna mtu akikuangalia anasema huyu kweli anaweza akafanya jambo, lakini kwa wenzetu wazungu, I'm proud to say kwamba wao huwa wanawatazama wenye ulemavu as wao. Hata wanapofanya teknolojia ama miundombinu yoyote, wanafanya inclusive technology, wanayajumuisha makundi yote. So wakati wanazidesign hizi smartphones, kwenye simu yako yoyote ulionayo kuna program moja inaitwa Talkback. Hii Talkback ni program inayomwezesha asiyeona kuintegrate na teknolojia, either WhatsApp, Instagram, TikTok, either YouTube and stuff like. So hizi simu zina program ya kuongea. Kwa mfano, nina save jina lililonisomea Pastor Christopher Ungan. So once Ungan calls me, it reads his name. Ama message inapokuja, kama mtu akinitumia message hello mambo, so my smartphone itasoma hello mambo. Kama ni message ya Kiingereza itasoma the same. Na hata kama nikitumiwa kesha la asubuhi, kwa mfano mimi nipo kwenye groups mbalimbali ya kanisa, nikifungua pale itanisomea kesha la asubuhi la tarehe ngapi, morning devotion maybe, linazungumzia kitu gani, simjanja itasoma. Ukitazama kompyuta yako ina mistari 6. Kuna mstari wa functions, zile functions za F12, kuna mstari ule wa namba, kuna mstari wa herufi. Sasa asiyeona anatumiaje kompyuta? Asiyeona anaitumia kompyuta kwa kukalili zile buttons zote, all buttons of the laptop, we claims in our minds. Buttons zipo nyingi, so unahakikisha kila mstari unakalili, mstari huu una button hii na hii na hii, mstari huu una button hii na hii na hii. Kwa hiyo hata mimi ukiniambia kwa mfano nikutajia haraka QWERTYUIOP ni mstari wa kwanza, ambao mstari wa pili wa herufi ni ASTFGHAKL. Mstari wa tatu wa herufi ni sasa mkipiga makofi mnanichanganya sijamaliza. Kwa hiyo unakuja kugundua mstari wa tatu wa herufi una herufi za ZXC, RVB, NM. Kwa hizo herufi zote ukizikalili inakurahisishia hata kama unaandika. So tunahitimisha kwa kusema hivi, sisi wenye ulemavu hasa wa kutokuona ambao hatutazami, tuna integrate na teknolojia kwa program inayoongea. Kwenye kompyuta kuna program inaitwa NVDA. NVDA, Non Visual Digital Access. Kila unachokifanya kwenye NVDA inakuwa inataja herufi. Kwa mfano naandika JOHN, inasoma John. So kila herufi utakuwa unaitype kwenye kompyuta inakuwa inakusomea. So tulitamani kuliaddress hili kwa sababu tumekuwa tukiulizwa maswali mengi. Wewe unatumia simu janja smartphone, haina button ya kugusa. Either viswaswadu mmezoea kuvitumia kwa sababu yenyewe mnaweza kuvigusa. Hizi simu mnazigusaje? Hizi simu zina program ambayo imekuja mahususi for the purpose of helping the people living with a disability in terms of blindness. Tuwashukuru sana kanisa kwa kutupa hii platform. May God bless you. Tuna integrate na technology, tunasoma makesha ya asubuhi, tunayo magroups ya wasio na wenzetu, tunawahubiri magombo mle, tunawaeleza jumbe mle, injili inasonga mbele. So we are ready to integrate with the mission kwenye Gain Africa. Mungu awabariki sana. Amen. Utagundua Manase JJ, nadhani umpatie zawadi nadhani. JJ nitampatia zawadi, lakini pia ukiachilia mbali kompyuta inayoongea, vipi kuhusu pesa? Anavyohesabu pesa Kwanza fedha ina harufu. Mwambie jirani yako fedha ina harufu. Harufu ya 10,000 ni tofauti na harufu ya 5,000. Na ni tofauti na harufu ya 2,000 na ni tofauti na harufu ya buku. Mwambie jirani yako buku. Manase, mfano huu hapa, ninampa hii pesa. Atuambie ni shingapi. Mnaanza kunitega sasa. Tunamaliza. Kija pengine tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza zaidi kwa sababu tunataka ratiba nyingine iweze kuendelea. Nitajeni sitaje. Hii ni buku. Asante sana, tunawashukuru sana, tunawashukuru sana.
Asanteni sana, tunaendelea kuwaunga mkono. May God bless you so much. Again Africa 2026. We are together. Amen. Amen. Basi Na mkono wa tatu, naomba ninyi mlionyosha mikono, achilia mbali JJ ambaye atakuwa wa kwanza, naomba msogee hapa mbele na apelekewe JJ Mike, na katibu wetu atakuwa akichukua hoja hizo. Naomba ninyi mlionyosha mikono msogee hapa mbele tafadhali. Karibu JJ, tuokoe muda. Asante mchungaji, na shukuru sana kwa kupata fursa hii ya kuuliza ya kutoa maoni ambayo tumekuwa tukikutana sisi watu wenye ulemavu kadha wa kadha na kujadiliana swala hili, na leo tuko na wachungaji wetu karibu wote, naomba nilizungumze. Tunatamani tuwe na shule katika kanisa inayohusisha watu wenye makundi maalum. Tumekuwa na shule nyingi kwa miaka mingi na tumeona APM makanisani imekuja. Sasa kwa sababu pia mwenyekiti wa Union ya Kaskazini yupo, ningeomba kanisa sasa lifikirie nchini Tanzania tunawezaje kuwa na shule ambayo itasaidia ku accommodate vijana wenye ulemavu wa kuona, albinism, uziwi na makundi mengine yote, ili tupate tukiwa tuna focus na One Voice 27 na kufikia watu bilioni 30 with the reflection ya APM, tupate shule ambazo zitawa accommodate hawa watoto wakiwa wadogo na kuwarithisha imani hii ya Kiadventista. Kweli ni kwamba sisi wenye ulemavu tumekuwa tukiipokea imani hii pengine tukiwa watu wakubwa sana, yani kwa umri. So tunatamani tungepata hata shule only moja, ingetusaidia sana kwa makundi haya kupata injili kwa urahisi. Lakini la pili ambalo natamani nilitoe kama pendekezo, tumekuwa na muda mrefu wa kuziratibu lesson kwa maana ya miongozo ya kanisa. Tunatamani pia hapa kanisa lifikirie sasa namna ya kuwa na watu wataalamu kwa maana ya wanaohusika na maandishi ya nukta nundu, ili kanisa liweze kupata printer ambayo itakuwa inaenda pale Ufunuo Publishing House. Lessons zikichapishwa pale zinawekwa kwenye maandishi ya nukta nundu, ili na sisi tuwe tunapata kama wanavyopata wanaona. Kwa sababu hatuwezi tu kutegemea kusikiliza ili hali toka tukiwa darasa la kwanza tunafundishwa maandishi ya nukta nundu mpaka university level. Kwa hiyo mimi nilitamani nije gain ili nipate haka kafursa walau kakusema. Tupo wengi wenye ulemavu pengine hatuna platforms za kuweza kueleza. Kwa hiyo ninaomba sana kanisa hayo niliyoyasema, jamani, wale mliokuwa mnatangaza shule mmezitangaza. Hebu sasa fikirieni, think big juu ya hawa watu. Mnaanzishaje shule nchini Tanzania? Itakuwa ni kitu kikubwa sana, na mimi naamini hata Mungu huko mbinguni kitambariki. Asante sana Mr. JJ. Hoja zako zina mashiko, makofi uliyoyasikia yanashahibiana na kuunga mkono kile ambacho umekileta kama mapendekezo, na sisi tumeyachukua. Barikiwa.